Mimi nimestukia tu kuna gari la polisi limekuja, mapolisi sijui 8, sijui wangapi, na mabouncer zaidi ya 15. Kuna jirani wakawa wanahoji, jamani mmekuja kufanyaje? Wakasema tumekuja kwa ajili ya kumtoa mama nje na kuvunja nyumba. Nitalala hapo vyombo vinapolala na mimi nitalala hapo. Manake nikitoka ni kwa vitu vitaibiwa, itabidi nilale nje. Lakini mimi vyote kwa vyote nilikuwa napambania haki yangu, kwa sababu najua hii ni haki yangu. Maana siwezi kuacha. Na kama waziri mkuu alivyosema, kama watu wasikae na madukuduku wakakaa na kinyongo. Kwa hiyo mimi pamoja na kuwa yeye sheria labda imempa haki, sheria imempa sheria yeye, lakini mimi hiki kitu ni haki yangu. Kwa hiyo siwezi kuacha na siwezi kumpa mtu, siwezi kukubali kwa sababu ni haki yangu. Sasa nataka uchunguzi ufanyike, ijulikane kama hii haki ni ya nani. Yeye aonyeshe documents zake, kama alitumia rushwa, akatumia mtandao wao wa utapeli, ijulikane hapo. Kwa sababu mtu anaweza kusema nimeshinda, ila ni kwa sababu ana pesa, anatumia pesa. Na mimi sina pesa, ndio maana ninashinda. Lakini ijulikane, aonyeshe documents zake, na mimi nionyeshe documents zangu, ijulikane nani mwenye haki. Mimi napambania haki yangu, ndio maana siwezi kukubali kuondoka. Ningeomba serikali, ningeomba hata waziri mkuu, manake nimeona siku zilizopita ameeleza wazi na amefungua milango kwa watu wasikae na madukuduku, wasikae na vinyongo. Waende wakalalamike malalamiko yao. Kama umeenda kwa DC, umeenda kwa RC, kote hujasikilizwa, yani yuko tayari, milango iko wazi kwa waziri mkuu, nenda watakusikiliza. Hii kesi yangu mimi, shauri langu, usipolisikiliza vizuri hutoelewa. Unatakiwa makini sana katika kulisikiliza, ndio utaelewa. Kwa sababu mtu anakuambia nimeenda nimeshinda, hapa nimeshinda. Unashinda, unatumia pesa, ndio maana unashinda. Lakini vielelezo vyangu mimi havikuwekwa na wakili. Huyo wakili alikuwa ni tapeli mwenzao, ndio maana kesi yangu ikawa imeharibika huku mwanzo. Hasa mimi ningeomba viongozi waisikilize hii kesi vizuri, wanisikilize na mimi vizuri, wataelewa kama nani tapeli na nani mwenye haki. Huyu mama tuko naye muda mrefu sana. Nashangaa leo wamekuja mabouncer hapa na watu wengine wa serikali kuja kumfanyia vurugu huyu mama na kumtolea vyombo vyake nje. Kama hivi tunavyoona wananchi wamemtolea vyombo nje mama na kutaka nyumba yake ivunjwe, na pale mlangoni wameblock ili mama asiingie ndani. Kwa hiyo mimi nachoomba, nikiwa kama mimi mwananchi wa Mbezi Msakuzi, na huyu mama mimi namfahamu kuanzia yeye mwenyewe, mume wake hadi watoto wake nawafahamu, hadi ofisini kwao walikuwa wanafanya kazi nawafahamu. Kwa hiyo naomba mumsaidie, hili shamba ni la kwake, au wengine wanakuja wote ni matapeli tu. Nimekuja kufanya utekelezaji wa amri ya mahakama ya kumuondoa ubibi ndani ya nyumba, na nilifanya hivyo mara ya kwanza, na baada ya kumuondoa lakini alirudi tena ndani ya nyumba, na leo tena tumekuja kwa ajili ya kufanya eviction ya kumtoa tena ndani ya nyumba, kwa sababu alipeleka maombi. Sawa, alipeleka maombi Mahakama Kuu kupinga utekelezaji wa mara ya kwanza. Kwa hiyo Mahakama Kuu imetoa amri, imeifuta ile kesi yake. Tarehe 24 maamuzi yametoka. Sawa bwana, kwamba utekelezaji uendelee, na leo nimekuja kutekeleza. Mimi sio mmiliki halisi wenye ile eneo. Mmiliki ni mamangu mdogo ambaye anaitwa Paulina Ndunguru. Sasa hivi ni marehemu. Majina yako? Mimi naitwa Zawadi James Mlimila. Sawa Kwa hiyo mama yangu alinunua ile eneo kwa mzee Mpendakura ekari 5.5. Na mzee Mpendakura alikuwa na ekari 8.5. Ekari 2 zilikuwa za mjomba wake anaitwa Sebastiani. Wakauza ekari 5.5 kwa Ali Kafuye, ambaye Pili Kafuye ni mke ambaye yuko hapa sasa hivi. Lakini ile eneo upande ule wa kusini, kama unakuwa kwenye zile nyumba kule, lilikuwa la mume wake wa Pili Kafuye. Hizi eka 5.5 zilikuwa eka 3.5 Mpendakura, eka 2 ni Sebastiani, zikachanganywa kuwa eka 5.5. Eneo liliuzwa kwa mama yangu mwaka 1989.
limemilikiwa eneo miaka yote bila mgogoro mpaka kufika 2017 ndipo ukatokea nini mgogoro baina ya Pili Kafuye na mama Paulina Ndunguru. Mama akafariki. Kwa hiyo wakili wa mama akawa anaendeleza hii kesi. Mimi nikateuliwa kuwa msimamizi wa mirathi. Mama hajanunua, mume wake Ali Kafuye ambaye kwenye document ya mama alikuwa shahidi. Sio mnazungumza hapo kwenye kununua kwa sababu yeye ndio aliyomleta hapa. Unachozungumza hapo. Kwa hiyo yule mzee wakati wanauziana mama na huyo mpenda kula na huyo Seba, mama ndio alikuwepo na mume wake huyu mama. Na mipaka ilipanda kule Masanzo yale. Ilikuwa Masanzo na Katani. Kwamba huku ni kwa mama, kule ni kwa nani? Kwa Ali.